Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sheikh Igwe, mtaalamu wa kufungua password za maradhi mbalimbali, napatikana jijini Mwanza, Tanzania kwa namba 0766 233308. Na pima kabla kumpa mgonjwa tiba aina yote, nafikia mgonjwa na mgonjwa afika ofisini kwangu. Sifa maskini, ukifa maskini umechagua mwenyewe. Wala usitake na maradhi mashida na yote. Sikose kupata pete zangu, sikose kupata viumbe. Vina unachotaka kwa muda siku moja bila kafara wala mashetani yote. Tusome ndugu zangu. Tupoke sana mihemuko kwenye elimu ya tiba. Elimu ya tiba ni ngumu sana, haitaki shortcut wala haraka. Ogopa sana dawa za kununua. Ogopa sana kutumia dawa hujajua shida ni nini. Ogopa sana kutumia dawa bila kupima. Ogopa sana kutumia kitu bila kujua ni nini unafanya. Kwa hiyo inshallah pima kwanza kabla kuliendea jambo la aina yoyote. Watu wengi sana wanapenda vitu vya shortcut, wanapenda vitu vya haraka kwa sababu wameshazoea kuambiwa tiba ni rahisi. Na ndio maana hawafanikiwi kwa sababu hizo. Unakuta tatizo ni lingine, yeye anatibu kitu kingine kwa sababu hajapima na hajajua na hajui. Ogopa sana dawa za kununua madukani, ni hatari sana. Anda dawa kitaalamu ili upate faida. Inshallah sasa ukitaka mbaya wako asiweze kukufanyia ubaya wala asikuone. Mbaya wako asikuwazie kabisa kukufanyia kitu kibaya, kukuroga, kukufungia riziki na kadhalika. Unajua tunaishi na watu kutokana na mazingira yetu jinsi tulivyo. Ujui mtu anakufikiria nini, mtu anakukusudia nini. Sasa ili ukinge mtu asikufikirie kwa ubaya na asikufanyie ubaya. Kwanza asikufikirie hata kwa ubaya na asifanye huo ubaya. Tumia njia hii hapa. Inshallah. Vizimba hivi ukivihitaji vipo ambavyo nimeviandaa mwenyewe kitaalamu kabisa. Inshallah. Naagiza dawa zangu popote, nchi yoyote, sehemu yoyote. Sheikh Igwe 888. Sasa chukua kichwa cha kobe ambacho kimo ndani. Unajua kobe huwa na asili ya kuingiza kichwa ndani. Sasa chukua kobe ambaye kafa, kichwa chake kimeingia ndani kwa maana kimejificha. Wakati unapasua kile kichwa unanoiza, unasema wewe ni kobe, ulikufa kichwa kimo ndani na mimi nataka nijifiche mtu yote asinione. Ndugu yangu, nawafundisha hivi vitu lengo mpate faida. Sio limbadi tu masomo ya faida. Baada ya hapo chukua sikio la mbwa. Sikio la mbwa utachukua yule mbwa ambaye tayari kisha kuwa mkubwa. Akiwa mwanamke au mwanamume, sikio lake unachukua moja la upande wote tu. Kisha unachukua sikio la punda. Unachukua sikio la punda la upande wote tu, mbadi zio sikio za wanyama wawili na kichwa cha kobe. Vitu hivyo utavikata kidogo, usiunguze hizo dawa kwa sababu kizimba kizuri ni kile usikiunguze, sababu kiunguza unapoteza nguvu, unapoteza na ubora wake. Vipo vizimba vya kuunguza na vipo vingine haviunguzwi. Kwa hivi vizimba haviunguzwi, hivi ilivyo viwe na nguvu. Ukishamaliza kutoa hivi vitu na yanika, unakuwa unakata kidogo unaweka. Kisha unachukua na kimvuli chako wewe mlengwa. Baada ya hapo unachukua pembe la insha. Zipo zile insha pembe zake inshallah zipo. Hivyo vitu unaweka humo vyote na kimvuli chako wewe. Kisha unakwenda kuzika makaburini siku 3. Siku ya 4 unaenda kutoa. Unapeleka tena njia panda siku 3. Siku ya 4 maana unakuwa umeweka siku 8, 4 huku 4 huku. Usipite shortcut ndugu yangu. Elimu ya tiba itaki shortcut. Fanya hivyo alafu uone. Baada ya hapo dawa yako sasa ipo tayari. Unafika nyumbani unachukua lile pembe lako. Unakwenda sehemu ambayo unapikia wewe, hata kama ni nyumbani mwako ndani, lazima kuwe na juu, chimba chini pale, hata kama kuna meza, umeweka majiko yako na kadhalika, hata kama ni majiko ya umeme, chimba ndani pale, fukua kama kuna sakafu bomoa, kama kuna kigae vunja kidogo pale, zika lile pembe pale ambapo wanapopikia moto unapofuka. Kama una mafiga, zika chini ya mafiga pale unapowashia moto, huku kinuiza. Ndugu yangu, hii ni hatari sana, hata kuwaza mbaya, hata kufikiria mbaya, na akisubutu kuwaza hata kama moto unamwakia. Haya ni masomo ambayo huwezi kupata popote, ni kwa Sheikh Igwe. Sijui sana, mjuzi ni Mwenyezi Mungu, tunaelimishana kwa vile tulivyojaliwa. Hii inshallah ukifanya kwa utaratibu, pima, ondoa vikwazo alafu fanya, utaleta majibu. Hakuna atakayekugusa wala kukuwazia kwa ubaya.
Alhamdulillah, viziba hivyo vipo, kivihitaji na kuagizia inshallah. Yapo masomo makubwa mazuri mazito ndugu yangu, mengine tuweze kuyaweka hadharani kwa sababu kuna utaratibu na kanuni za tiba inshallah.